Kuna video ina trend sana kwenye mtandao wa TikTok. Ni video ambayo nimesema tuweze kujifunza kitu kulingana na hii video. Tuangalie video kwanza, alafu tukishaiangalia sasa tuongee kitu. Nadhani tumeangalia video yote na ni video ambayo inawaonyesha miaka 20 kabla, baada ya miaka 20 kila mtu amekuaje. Tukianza na mtu wa kwanza anaitwa Jessica. Alikuwa binti mzuri sana mwenye tabasamu lake, ameshia jela. Tukija kwa mtu mwingine Lina akaisha tu kujichora matatu, kujaribu. Tukija kwa Lecho tunaona yeye ndo kawa polisi kidogo, ndo mtu ambaye jamii inaweza kujivunia. Tukija kwa Amanda ndo kabisa badiliko yake amekuwa hatari zaidi, amekuwa tomboys. Sasa tujifunze kitu kimoja, ni kwamba mtoto yoyote ambaye hajafika miaka 25, at least 25, ila sana sana 30, mtoto yote ambaye hajafikisha miaka 25, usijivunie kusema mimi nimekuza. Tuna wazazi wengi ambao wanajichanganya kwamba mimi nimekuza, angalia mtoto wangu, angalia, anawasema watoto wenzake kwa sababu anamuona mtoto wake kwa muda huo kwamba ni mtoto mzuri sana. Jamani, mtoto ambaye hajafikisha miaka 25 usimwamini wala usijipongeze kusema kwamba umekuza. Cha pili, usienjoy sana kumuona mtoto anatabasamu, ni mpole, mkimya. Mimi mtoto wangu ajifugiaga ndani. My friend, ni either huyo mtoto kuna coping mechanism anayo kichwani, anajua mimi nikiwa mkubwa nitakuwa mtu wa namna gani, ila kwa kuwa mazingira alionayo yanamfanya awe mpole, ndani utamuona ni mpole, lakini atakuja kufanya vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo jitahidi, hakikisha unajua utundu wa mwanao. Usienjoy sana mtoto kukaa ndani na kukaa mwenyewe. Eji ya utoto ni eji ya kufanya ujinga. So kama mtoto wako unamwona ni mpole sana, hana matukio, hana nini, kuwa makini. Ni either ni kweli ni valivyo, ama nikakusoma kajua wewe una miemko ambayo ni hatari. Kwa hiyo anajitahidi kivyovyote vile kupretend akiwa na wewe, ila akiwa nje ya kwako ndio watu wanajua matukio yake. Ushakutana yule binti au mtoto wa kiume kwao, baba paroko fulani hivi, mchungaji fulani hivi, chef fulani, lakini uko nje wenzake ndio wanejua. Tumesoma na watoto ambao walikuwa wanaweza wakabeba mimba wakatoa shule bila wazazi wao kujua. Anasema mwalimu, usisubutu kumwambia mamangu, atakufa na pressure. Hakuna mtoto ambaye amekamilika 100%. Asilimia nyingi watoto waga wana vitu vyao, na uhakikishe mzazi, ni jukumu lako kujua mtoto wangu mimi ana tabia 1, 2, 3.